Katika moyo wa Afrika Mashariki kuna taifa linaloandika sura mpya ya maendeleo, taifa lenye amani, utulivu wa kisiasa na miundombinu ya kisasa inayounganisha masoko ya Afrika na dunia. Hii ni Tanzania, nchi yenye rasilimali tele, kuanzia madini na nishati hadi ardhi yenye rutuba kwa kilimo na sekta za viwanda zinazokuwa kwa kasi, pamoja na utalii wa kipekee unaovutia dunia nzima. Tanzania inaendelea kufungua milango mipya ya fursa za biashara na uwekezaji. Chini ya uongozi wa Rais shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania imeimarisha mazingira ya uwekezaji na kuendelea kujenga uchumi imara unaoongozwa na maono ya muda mrefu ya Dira 2050. Hii si nchi ya rasilimali tu, bali ni taifa lenye maono, ubunifu, mustakabali mkubwa na mazingira salama kwa uwekezaji. Karibu katika kipindi maalum cha Wekeza Tanzania, kinacholetwa kwako na Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Kuna watu huona kipande cha kitambaa, lakini wapo wanaokiona kama fursa ya uwekezaji. Huona biashara, huona ajira na huona mchango katika uchumi wa taifa. Hiyo ndiyo Tanzania tunayoijenga kupitia utekelezaji wa Dira 2050, ambapo sekta binafsi imepewa nafasi kubwa ya kuongoza ukuaji wa uchumi. Karibu katika kipindi maalum cha Wekeza Tanzania. Mimi ni Elijah Kitomari. Tanzania. Uwekezaji. Kupitia utekelezaji wa Dira 2050, sekta binafsi imepewa nafasi kubwa ya kuongoza ukuaji wa uchumi wa Tanzania, huku serikali ikiendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Katika kipindi hiki tunakuletea simulizi za Watanzania wanaothubutu kuwekeza, kuzalisha na kufungua fursa za ajira kwa wenzao. Leo tunakutana na Irene Mwakitaru, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Irene Designs. Kupitia ubunifu wa kushona na kubuni mavazi ya aina mbalimbali, ameweza kujenga biashara inayozalisha thamani, kujiajiri na kuajiri Watanzania wenzake. Safari yake ni mfano wa namna uwekezaji wa ndani unavyoendelea kuimarisha uchumi kupitia sekta binafsi. Kwa jina naitwa Irene Rayson Mwakitaru, ni CEO wa Irene Designs. Irene Designs tunapatikana Dodoma, tuko karibu na SGR opposite tu. Tuko hapo, sisi tunashughulika na ushonaji na ubunifu wa mavazi mbalimbali. Tunabuni nguo za aina zote, wedding dresses, casual wear, corporate wear, yani nguo za aina zote za kike na za kiume. Irene Designs imeanza rasmi 2022, lakini chimbuko la Irene Designs limeanza zamani sana. Binafsi nimeanza kupenda mambo ya ubunifu wa mavazi nikiwa mdogo. Tukio langu la kwanza la ubunifu wa mavazi nimelifanya nikiwa darasa la 3. Nilibuni nguo kwa ajili ya dada yangu kwa kutumia kanga. Niliunganisha tu kwa kutumia pini na akaweza kukaa na ile nguo kwa muda mrefu mpaka tukio lilivyoisha. So ikaendelea kuwa hivyo kwenye birthday za marafiki zangu, nikawa na design nguo kwa kutumia kanga, lakini pia matukio ya shuleni, nilipokuwa O-level nikawa naendelea kufanya hivyo. 2016 nikiwa chuo mwaka wa kwanza nikaanza rasmi biashara ya kuuza nguo. Kwa nikauza nguo for a while, lakini nikiwa bado nina passion na nia ya kuja kufanya mambo ya designing. So 2022 nikafungua duka la Irene Stylish, ndani mwake nikaweka na Irene Design. Sasa upande mmoja ikawa Irene Stylish, upande mwingine ikawa Irene Design, ambao nina deal na nguo za kushona. Tanzania. Kila mafanikio tunayoyaona leo, kuna siku yalikuwa ndoto tu. Lakini ni nini kilimpa ujasiri wa kugeuza ndoto hiyo kuwa biashara? Je, safari ya kijana huyu ambaye amethubutu kujiajiri na kuajiri Watanzania wenzake ilianzaje? Wakati naanza biashara ya Irene Design rasmi, nilianza tu na vifaa vichache sana. Nilianza nikiwa na vitenge na vitambaa. Kwa nikawa naenda kupeleka kwa mtu ananisaidia kushona, mimi nalileta ofisini. So nilipoamua rasmi kuwa na ofisi yangu, nilianza nikiwa na mashine moja tu. Na nikaanza kutafuta hapo wafanyakazi. Haikuwa rahisi kupata mafundi kwa wakati huo. Before nasema natamani kuanza, watu walikuwa wananiambia mafundi wapo. Ila nilipofungua rasmi, ilikuwa ni changamoto sana.
Nilikuwa sijapata mafundi. Kwa hiyo nilikaa takriban miezi 9. Kodi yangu ya kwanza miezi 6 iliisha, nikalipa tena 6 nikiwa sifanyi kazi yoyote. Yaani niko mimi na mashine na vitenge tu. So baadaye nikafanikiwa kupata fundi, na yeye pia alikuwa na changamoto za kazi, alikuwa anakuja amelewa and all that, tukashindwana. Nikapata tena mwingine ambaye nilimtrust, tukafanya kazi vizuri, na mimi nilikuwa mjamzito. Kwa nilivyoenda tu kujifungua, akaamini kwamba ninafunga ofisi. Akanikimbia. Alivyonikimbia, nakumbuka nilienda ofisini nikiwa na wiki 2 tu baada ya kujifungua. Ilibidi nitoke nyumbani na mtoto mchanga na mama. Tuende yani ofisini kwa sababu alikuwa anahofia baba mtoto anaweza kataa kunyonya and all that. Niende nikafungua ofisi nitoe nguo za watu zilikuwa mule ndani. Kwa hiyo nikaenda nikafanikiwa, nikamalizana na wale wateja vizuri. Ilinipa hasira, nilikata tamaa kidogo, nikasema natamani niache hii biashara and all that. Lakini baadaye nilipata moyo, nikasema ni kitu ambacho ninakipenda, kwa nini niwe disappointed tu na mtu mmoja, yani nifanye mimi nikate tamaa. Kwa nikaona yani hata pale nilipokuwepo kama vile hapanifai. Kwa nikafikiria kutafuta mafundi wengine, labda wa mikoani wanaweza wakawa na discipline kwa sababu ni wageni. Sasa kutafuta fundi wa mkoani ikawa ni changamoto, lazima umpatie sehemu ya kukaa. Kwa ile nyumba ilikuwa ni ndogo, kwa hiyo ikabidi nitafute nyumba kubwa, na nadhani hiyo ndio ilikuwa ndo kama tuseme kwa nasemaga kama mtu amekupiga teke ndo kama amekusogeze. Nadhani mimi ndo ilikuwa ndo yani ndo mabadiliko yangu labda na kufahamika zaidi palianzia hapo. Yani kile kitendo kilinifanya nilipo move pale nilipoenda kwenye nyumba nyingine, maisha yangu sasa ya designing yakaanza kuflow vizuri, na ni mwaka ambao ndo nikaanza kupata tunzo, nikaanza kujulikana, yani pale ndo vitu vikaendelea. So nikaanza tena na fundi mmoja, lakini kadiri siku zilizozidi kuendelea wafanyakazi wakaongezeka, na mpaka sasa hivi nina timu kubwa na mashine takriban 6, na timu iko kubwa ya washonaji na ya warembaji. Bado pia kuna mtu wa reception, so timu imezidi kuwa kubwa. Uwekezaji Tanzania ni msingi. Habari. Mara nyingi umekuwa ukisikia kuhusu ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Pengine umewahi kujiuliza ofisi hii ina majukumu gani? Ina mchango gani katika maendeleo ya taifa letu? Subiri kidogo. Leo utaelezwa kwa undani kuhusu majukumu ya ofisi hii muhimu katika kuleta maendeleo katika nchi yetu. Karibuni. Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji ina jukumu la kuandaa mipango ya maendeleo ya taifa, kusimamia masuala ya kiuchumi na kufuatilia utekelezaji wa mipango hiyo. Pia ofisi hii ina jukumu la kuandaa na kusimamia sera ya uwekezaji na utekelezaji wake, uhamasishaji wa uwekezaji wa ndani na nje, uboreshaji wa mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na kusimamia utendaji wa mashirika ya umma. Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji inasimamia taasisi zifuatazo: Tume ya Taifa ya Mipango NPC, msajili wa hazina TR, na mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA, na inasimamia masuala ya uwekezaji katika sekta binafsi na sekta za umma. Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji inaratibu maendeleo ya maeneo maalum ya uwekezaji pamoja na kuhamasisha uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya mauzo ya nje. Lakini pia ofisi ya Rais mipango na uwekezaji inashirikiana na mashirika mbalimbali ya kimataifa yanayohusika na mambo ya uwekezaji nchini. Dira 2050 wekeza Tanzania. Hakuna uwekezaji usiokuwa na changamoto. Mara nyingi changamoto ndizo humjenga mwekezaji na kumpa uzoefu wa kukua. Je, katika kufikisha Irene Designs hapo ilipo leo, Irene amepitia changamoto zipi na amezishindaje? Moja ya changamoto kubwa nilokuwa ninaipata ni kuwaaminisha watu kwamba inawezekana ukawa hapa hapa mkoani na ukapatiwa nguo yako ya harusi nzuri. Ni kitu ambacho nilikuta kina gap kubwa sana Dodoma. Watu wengi walikuwa wanaamini kwamba nguo yako ya harusi ya send off ya kinchoni party utakiwa kuipata ukiwa hapa Dodoma. Unataka kwenda ukaipate Dar au mikoa mingine. Yaani walikuwa hawana imani na tulokuepa hapa mkoani. So nilikuwa natumia nguvu kubwa sana. Ilikuwa inanibidi nijishonee mimi mwenyewe nguo nzuri, niende kwenye sherehe za watu nikiwa nimependeza. Ili mtu akiniuliza umeshona wapi? Nimejishonea mwenyewe. Umeshona wapi? Nguo imedesigniwa wapi ofisini kwangu?
ili watu waanze sasa kuelewa kwamba Dodoma inawezekana. Ilichukua muda, lakini namshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa, na sasa hivi watu wanaamini kwamba nina uwezo wa kushona nguo nzuri Dodoma, na madesigner wamezidi kuongezeka, tumekuwa wengi na wote tumeaminika. Tanzania. Uwekezaji. Sisi Irene Design tunabuni mavazi yote. Nikiongelea yote naongelea kwenye wedding au nguo za sherehe zote tunafanya, tuna design, tunaweza kukupa muonekano tofauti, lakini pia hata corporate wear, nguo za kiofisi pia tuna uwezo wa kubadilisha ile suti ambayo nyinyi mnaiona kila siku ni ya kawaida. Sisi tuna uwezo wa kukupa outfit ya tofauti au design ya tofauti, lakini ukawa bado umevaa vazi la kiheshima. Yaani haujatoka kwenye vazi la kiheshima au uonekane umevaa suti, lakini suti ambayo imekuwa more designed tofauti na vile ambavyo tumezoea tu ya kawaida. Kwa hiyo sisi tunafanya nguo zote. Asilimia kubwa ya wateja wangu ni ndani ya Dodoma. Naweza nikasema wamechukua kama 50% wao peke yao. Then hii 50 sasa ni mikoa tofauti. Napata sana wateja kutoka Arusha, Mbeya, Iringa wanakuja sana kushona, lakini sasa hivi nimeanza pia kupata wateja wengi sana kutoka Dar es Salaam. Na njia pekee ambayo nimetumia ambayo naona imenisaidia sana mimi kuwafikia ni kupitia social media. Kupost nini imefanya watu wengi sana wametufahamu, lakini pia imetufanya kuturahisishia mawasiliano kati yetu sisi na watu wa mikoa ya jirani. Kwa hiyo tunawasiliana, kuna njia nzuri tunafanya kupata vipimo vyao na tunawafanyia delivery on time nguo zao, na tunamshukuru Mungu katika 100%, 95% wengi nguo huaga zina fit perfect kabisa. Hatupeleki tu mavazi kwenye nchi mbalimbali, lakini tunapeleka mavazi ambayo yana ubora, japokuwa tunakutana na madesigner ambao ni wazuri kutoka nchi mbalimbali. Ushindani unakuwa ni mkubwa, lakini bidhaa zetu zinachaguliwa kwa sababu ya ubora, na tukumbuke bidhaa hizi zinakuwa zimetengenezwa hapa Tanzania kwetu na investors na designers wa hapa nchini kwetu. Na hii inaonyesha kwamba soko letu limekuwa sana, na sio kwamba tutaishia tu hapa. Hapana, madesigner bado tuna kazi kubwa ya kuendelea kuproduce vitu ambavyo vina quality na ubora wa hali ya juu ili kuendelea kuikuza nchi yetu kimataifa zaidi. Na sasa hivi tumekuwa tukipokea simu kutoka mataifa mbalimbali. Lakini sio hivyo tu, tumekuwa tukiona picha zetu za mavazi ambayo tumeabuni hapa Tanzania zikiwa posted kwenye peji nyingi sana za nchi kama Nigeria, Ghana, sehemu ambayo tunaamini kule ni kuna madesigner wazuri. Hii inaonyesha kwamba Tanzania imekuwa, lakini pia nchi hizo zimeanza kuona kwamba na sisi tuna vitu vizuri na wanakuwa hata inspired na wao wanakopi vitu kutoka kwetu. Sio tu Nigeria na Ghana, lakini pia tumeanza kupokea simu kutoka mataifa ya nje ya Afrika wakihitaji kazi kutoka kwetu. Hii inaonyesha kwamba kazi zetu zimekuwa na kazi zetu ni bora, na ndio maana zinakuwa appreciated na nchi za mbali kabisa. Uwekezaji. Ubora wa bidhaa unaanzia kwenye material ambayo inakuwa imetumika, lakini pia kwenye production imeproduciwa vipi, lakini pia the finishing inakuwaje baada ya kitu sasa kimeshakuwa produced, finishing yake ikoje. Lakini pia baada ya finishing kuna wengine tunapenda sana kuangalia how the package, hiyo kitu imekuwaje packed. Kwa mfano nguo za biharusi tunazingatia sana lesi, tumetumia lesi kiwango ambacho kina deserve kama bibi harusi. Anatakiwa yeye awe tofauti na watu wengine. Kwa lazima materials zake ziwe quality nzuri. Lakini pia tunatumia wafanyakazi waliokuepo hapa ni watu ambao wana ujuzi wa kutosha, kiasi cha kwamba tuna uhakika nguo ikitoka hapa finishing yake ni nzuri sana. Yaani finishing yetu inakuwa nzuri kiasi cha kwamba mteja akivaa nguo, yaani unaweza kusema is not made in Tanzania. Yaani quality inakuwa ni nzuri, finishing nzuri, na mteja mwenyewe anakuwa satisfied kwa sababu inakuwa inamvutia, kila kitu chake kinakuwa kiko perfect. Uwekezaji. Kuachia mbali na swala zima la kudesign mitindo nikiwa kama Irene Design, lakini pia CEO Irene nilianzisha event ya fashion ambayo tumeipa jina la The Grand Fashion Experience, ambayo tulizindua mwezi wa pili tarehe 14 hapa Dodoma, hapa ofisini kwetu. Na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Mavunde. Event hii ilileta impact nyingi nzuri actually. Kwa sababu kwanza tulikutanisha designer wengi takribani 15 ambao walishowcase mavazi yao, ambao iliwashangaza sana watu wengi kuona kwamba kuna designers wakubwa wanaweza kufanya vitu vizuri sana hapa Dodoma. So iliwapa chance designers wengine kuonekana, lakini pia iliweza kunisaidia mimi kama Irene Design kupata tunzo mbalimbali kwa sababu event ilienda viral. So nilianza kupatiwa tunzo mbalimbali nikionekana kama mtu ambaye nimeleta chachu kwenye tasnia ya fashion designing Dodoma.
So nilipata tunzo mbalimbali kutoka kwa media mbalimbali. Event kubwa kubwa ziliweza kunirecognize kama mtu ambaye nimeleta chachu na mafanikio kwenye swala zima la fashion, na event hii hatuishia tu this year. Tunatarajia kuifanya mwakani kwa ukubwa zaidi. So tunawakaribisha. Katika dunia ya leo, teknolojia ya kidijitali imekuwa nyenzo muhimu kuongeza ushindani wa biashara. Kutoka kutangaza bidhaa hadi kuwafikia wateja duniani, teknolojia imefungua milango mipya ya uwekezaji. Je, Irene amewezaje kuitumia teknolojia kukuza biashara yake? Tanzania sasa hivi inaenda kwenye ulimwengu mpya kabisa, kwenye ulimwengu wa kidijitali. Kama unavyojua kila kitu kiko kiganjani. Na dira ya 2050 ni kuifanya Tanzania itoke kwenye mfumo huu ambao tulionao na kuhamia kwenye ulimwengu wa kidijitali kabisa. Sisi kama Irene Designs tunaendana na hiyo dira kabisa, kwa sababu kwanza social media imetusaidia sana kutukuza, watu kututambua, lakini pia kutupa wateja wa nje ya Dodoma kwa sababu wanatuona kupitia mitandao ya kijamii. Na hii liwe swala la kumfunza kila mtu ambaye anatamani kuanza biashara leo. Social media ina uwezo kukatisha tamaa ukiitumia vibaya, lakini ni platform nzuri sana ya kukukuza na kukupa wateja, kukuza pia kiuchumi na kila kitu. As for me, ninaamini utakiwa kukata tamaa, kwa sababu the more you post ndio unapata watu. Usijisikie vibaya leo ukapata likes moja, hapana. Just post, ipo siku tu watu wataona kazi zako, ipo siku watu wata appreciate nini unachokifanya na watakuja, utapata customers na utazidi kuaminika. Utekelezaji wa Dira 2050 unatoa nafasi kubwa kwa sekta binafsi kuwa injini ya ukuaji wa uchumi. Serikali inaendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuwawezesha wawekezaji wa ndani na nje kufanikiwa. Je, Irene anayatazamaje mazingira haya kama mfanyabiashara na mwekezaji mzawa? Mazingira ya uwekezaji na wafanyabiashara kwa ujumla tunaona yanazidi kuboreshwa na serikali. Tunaishukuru sana na tunafurahia. Kwa mfano kutufungulia mipaka ya kwenda nchi mbalimbali, kwenda kujifunza, lakini pia kwenda na kusaka hata materials ambazo zinaweza zikatufanya kutusaidia tukaproduce kitu kizuri. Lakini kuna vitu nadhani vikiboreshwa zaidi itatufanya tuzidi kukua zaidi, wafanyabiashara, lakini pia na wawekezaji wa nchini hapa Tanzania. Kwa mfano nimejitahidi kufuatilia nchi mbalimbali, nikichukulia mfano China wao serikali inawasupport sana kwenye kuwasaidia mitaji, lakini pia hata kuwapa mwanya wa kwenda kuinvest kwenye nchi mbalimbali. Hii inaweza ikaua biashara za nchi hizo ambazo wao wanaenda kuinvest. Let's say hapa Tanzania tumeona Wachina wameanza kuingia kwa kasi sana, wako wengi na wamekuwa wakifanya biashara kwa asilimia kubwa. Inaweza ikatusaidia kutangaza nchi, inaweza kutusaidia kuturahisishia labda kwenye vitu baadhi kama nchi. Lakini hii inaua biashara ndogo, inawakata wale wafanya biashara wadogo, kwa sababu China imekuwa ikitake over. Tunatamani na sisi basi Tanzania tupate huo mwanya wa kuweza kwenda kwenye nchi nyingine na sisi tukatake over, soko letu likaonekana zaidi. Nadhani pia serikali ingetusaidia kuweka kiwango kikubwa cha mtaji kwa wawekezaji ambao wanatoka nje, ambacho ni kikubwa. Mtanzania either hawezi kukifikia au wapo wachache kwamba wana uwezo wa kufikia huo mtaji, ndio wao ana uwezo kuja kuinvest kwenye nchi yetu, ili isaidie kwenye kupunguza investors wengi ambao ni wadogo kwenye nchi, kiasi cha kwamba iko wanachokifanya Mtanzania pia ana uwezo wa kufanya. Kwa mfano mtu anakuja tu na kufungua maduka mawili, kitu ambacho kuna Watanzania wanaweza wakafanya zaidi ya hicho. Safari ya Tanzania kuelekea uchumi wenye ushindani mkubwa inaanzia kwa Watanzania wenye uthubutu wa kuwekeza, kubuni na kuzalisha. Katika kipengele chetu cha kubadili mtazamo, tujenge uchumi binafsi na uchumi wa taifa, Irene Mwakitaru ana ushauri gani kwa vijana wa Kitanzania wanaotamani kuingia kwenye biashara na uwekezaji? Lakini pia ili tufikie malengo yetu lazima tukubaliane wote kubadili mitazamo tulionayo. Hatuwezekani tukawe wote tuna mitazamo kwamba nikimaliza chuo, nikimaliza shule mimi naenda kupata ajira. Ajira sio rahisi hivyo, huko mtaani ni pagumu, lakini pia serikali haiwezi kumwajiri kila mtu. Hivyo sekta binafsi pia haiwezi kumwajiri kila mtu. Kwa hiyo jitahidi uwe na plan B ya kile ambacho unasoma sawa, lakini anza kutengeneza mazingira ya kitu kingine. Simaanishi kila mtu awe mfanya biashara, lakini kama watatokea watu wachache wa kuinvest, maana yake tutatoa ajira kwa wengine.
So basi wale ambao tayari wana vitu, wana uwezo wa kufanya. Unaweza kuwa fashion designer, do it. Unaweza kuwa cameraman, fanya. Unaweza kuwa unapenda mambo ya biashara, fanya. Unapenda sijui kuuza viatu, anzia hapo hapo ulipo. Una uwezo wa kuwa winga na maisha yakaenda. Tunaona mawinga wengi wametoboa, wameanza kuwa mawinga, sasa hivi wana maduka yao wenyewe. Kwa anzia hapo hapo, post kwenye simu yako mwenyewe. Yani just post, ndo hapo unapoanzia biashara. Na post leo, hawajaview, hawajataka kununua, they will just buy. Yani kama sio leo watanunua kesho, kama sio kesho watanunua kesho kutwa. Kwa lazima tukubaliane, tubadilishe mitazamo tulionayo. Tuanze sasa kutoka kwenye kuwaza kwamba lazima mimi niende nikaajiriwe, ila anza kujua kwamba ninatakiwa nijiajiri, natakiwa nijipambanie. Kuanzia hapo, na sio kila mtu lazima awe mfanyabiashara. Unaweza ukawa content creator. Kuna content creator sasa hivi wameajiriwa. Wafanya biashara, they are not content creators. Mimi binafsi siwezi kuwa content creator. Yani najiona kabisa huko sifit. Maana yake nimeajiri watu ambao wanatengeneza content. Tubadili mtazamo, tukuze uchumi binafsi na uchumi wa taifa. Nikuulize swali moja. Maisha yako yangeonekanaje kama ndoto yako ya kuendelea na shule ingeishia darasa la 7? Asubuhi nyingine imeanza singisi. Jua linachomoza kama kawaida. Watoto wanakimbilia shule, lakini si kila mtoto anaelekea darasani. Kitomari, safari yake ya elimu iliishia darasa la 7, sio kwa sababu hakupenda kusoma, bali kwa sababu nyumbani hakukuwa na uwezo. Badala ya kubeba mkoba, akabeba jembe. Badala ya kusoma vitabu, akajifunza kupambana na ukame, njaa na umaskini. Miaka ikapita. Kila jioni alikaa na vijana wenzake. Mazungumzo yakabadilika. Hakuna ajira, serikali haitupi nafasi, maisha hayaendi. Kila mmoja alikuwa mtu wa kulaumu, lakini hakuna aliyekuwa na suluhisho. Usiku ukaingia. Kitomari akaondoka akiwa na maswali mengi kuliko majibu. Njiani akasimama kwenye duka la mangi. Runinga ilikuwa imewashwa. Mwanzoni hakujali, lakini ghafla akasikia Dira 2050. Akasimama, akasikiliza. Dira 2050 inalenga kuijenga Tanzania yenye uchumi wa dola trilioni 1 za Kimarekani kupitia sekta mbalimbali ikiwemo kilimo cha kisasa. Kwa mara ya kwanza hakusikia habari, aliona fursa. Lakini sekunde chache baadaye akajiuliza, kilimo cha kisasa si kinahitaji pesa nyingi? Akatikisa kichwa, akaondoka. Kesho yake alirudi shambani kama kawaida, lakini siku hiyo haikuwa ya kawaida. Afisa kilimo wa kata alipita. Hakumletea fedha, hakumjengea shamba, hakumpa zawadi. Alimpa kitu chenye thamani zaidi, maarifa. Akamwonyesha namna ya kupanga mistari, kutumia mbegu bora, kutunza udongo, kuvuna maji ya mvua, kupunguza gharama, kuongeza mavuno. Ndipo Kitomari akagundua tatizo halikuwa kukosa mtaji, tatizo lilikuwa kukosa maarifa. Na hapo mtazamo wake ukabadilika. Msimu wa kwanza mavuno yakabadilika. Msimu wa pili maisha yakabadilika. Shamba likapanuka. Akanunua pampu ndogo ya umwagiliaji. Akaanza kuajiri vijana wa singisi. Wale waliokuwa wakikaa chini ya mti kila jioni kulalamika, sasa walikuwa wakivuna pamoja naye. Malori yakaanza kuingia kijijini. Wanunuzi wakatoka mbali, biashara zikafunguliwa, watoto wakarudi shule, familia zikapata kipato, na wakulima wengine wakaanza kujifunza kutoka kwake. Singisi haikubadilishwa na muujiza, ilibadilishwa na maarifa, ilibadilishwa na uamuzi wa mtu mmoja kubadili mtazamo. Leo Kitomari anasimama mbele ya nyumba yake nzuri ya kisasa iliyojengwa kijijini. Nyuma yake kuna mashamba ya kijani, wafanyakazi wanavuna, malori yanapakia mazao. Wazazi wake wanatabasamu kwa fahari, si kwa sababu alipata bahati, bali kwa sababu aliamua kujifunza na kubadilika. Dira 2050 haianzi kwenye ofisi, huanza kwenye fikra za Mtanzania mmoja mmoja anayechagua kuona fursa badala ya vikwazo. Ukibadili mtazamo, unabadilisha maisha yako. Ukibadilisha maisha yako, unabadilisha kijiji chako. Ukibadilisha kijiji chako, unaijenga Tanzania ya Dira 2050. Safari ya utekelezaji wa Dira 2050 imeanza. Mafanikio yake hayatategemea serikali pekee, bali yatajengwa na umoja, maarifa na juhudi za kila Mtanzania. Tuna deni la kuijenga Tanzania yenye uchumi imara, yenye fursa kwa kila mmoja, na yenye maisha bora kwa vizazi vya leo na vijavyo. Tushikamane, tubadili mtazamo, tuijenge Tanzania. Naiona dira yenye matumaini, ustawi wa pamoja. Mimi na wewe
tuijenge Tanzania. Walioajiriwa kwenye taasisi za umma, serikali kuu, serikali za mitaa, mashirika ya umma hawafiki milioni 1. Nirudie, nchi yetu ina labor force, yani nguvu kazi milioni 33. Walioajiriwa serikalini, yani sisi hapa, serikali kuu, serikali za mitaa na mashirika yake yote hawafiki milioni 1. Last time nadhani walikuwa kama 700,000, sijui sasa hivi. Maana yake nini? Hatuwezi kuzalisha ajira serikali na taasisi zake. Hii uhitaji kuwa na degree. Ajira huwa zinatoka, ajira na wealth creation, kuzalisha utajiri, unatoka kwenye eneo moja tu, huwa zinatoka kwenye biashara. Hii uhitaji kuwa na degree, hii ishaonekana siku nyingi, inajulikana tangu wakina Adam Smith. It is trade which generates wealth, not otherwise. Ndio maana kama unataka kuwa tajiri, usiombe kazi serikalini. Unataka kuwa tajiri, anza kufanya biashara. Si ndio utajiri unatoka huko? Ukichagua huku na ukuja tu kuishi maisha haya ambayo tunaishi, unavaa na tai, unasubiri na pension. Ukimaliza kuretire unaanza kuzunguka, leo PSSF, mpaka unaenda na SF, unakumbuka wewe ni PSSF, rudi kule. Utajiri, ndugu zangu, huwa upo kwenye kufanya biashara. What does it mean? It means kwamba as a country lazima tuwezeshe biashara zifanikiwe kama tunataka watu wetu wazalishe utajiri. Kwa hivyo kitendo chochote cha kuminya biashara ni kitendo cha kuzuia uzalishaji wa utajiri na uzalishaji wa ajira. Kwa hivyo kimsingi unafanya uhujumu uchumi bila wewe kujua. Na ndio dhana ya kusema government iwe enabler vis-a-vis hiyo ya zamani, control. Mambo ya control ni mambo ya kizamani hayo, sasa hivi tumetoka huko. Kwa vijana wetu ambao katika utumishi wa umma, that should be the message ambayo lazima muondoke nayo na muwe nayo, mtembe nayo popote napoenda. Tunataka kuzalisha ajira na utajiri. Hayo mawili hayo huwa yanapatikana kwenye biashara, na biashara haziwezi kupatikana kama hakuna uhuru wa kufanya biashara. Hakika simulizi ya Irene Mwakitaro imetukumbusha kuwa uwekezaji hauanzi na mtaji mkubwa, unaanzia kwenye maono, uthubutu na uamuzi wa kuanza. Kupitia ubunifu, maarifa na matumizi ya teknolojia, ameweza kujenga biashara inayozalisha ajira na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Katika utekelezaji wa Dira 2050, kila Mtanzania ana nafasi ya kushiriki katika safari ya kujenga uchumi imara. Haya ni mambo matano ya mageuzi ya uchumi wa Tanzania. Rasilimali zetu zitazaa matunda tukitumia mitaji na teknolojia kwa maendeleo ya taifa. Tujenge uthubutu wa kujaribu mambo mapya na kuwa watu wa vitendo. Ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi ni msingi wa kufanikisha maendeleo ya uchumi wetu. Kila tunachokifanya lazima kilenge kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wananchi wetu. Maendeleo yanapatikana kupitia bidii, nidhamu na juhudi ya kufanya kazi. Kila Mtanzania ana nafasi ya kushiriki katika safari ya kujenga uchumi imara unaoongozwa na sekta binafsi. Swali ni je, wewe utachukua hatua gani leo kuwa sehemu ya mabadiliko haya? Mimi ni Elijah Kitomari. Asante kwa kuwa nasi katika kipindi maalum cha Wekeza Tanzania kinacholetwa kwenu na Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Usikose kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok kwa jina moja tu la Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Lakini pia unaweza ukatafuta chaneli yetu ya WhatsApp kwa jina la Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Mpaka wakati mwingine, tukutane tena tukiendelea kuwekeza leo kwa Tanzania ya kesho. Wekeza Tanzania, tujenge uchumi, tuyatimize maono ya Dira 2050. Karibu katika kipindi maalum cha Wekeza Tanzania kinacholetwa kwako na Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji.